recording. Lakini mtu anaweza kujiuliza kwamba kwa nini nimeita moyo wa shukrani? Nimeita moyo wa shukrani kwa sababu moyo wa shukrani wenyewe una tabia ya kushukuru. Yaani mimi naweza nikakushukuru wewe hata kama hujanipa chochote. Huo moyo wenyewe tu na hiyo tabia ya kushukuru. Ndio maana nikaita ibada ya moyo wa shukrani. Lakini pia moyo wa shukrani wenyewe ni moyo ambao ni mnyenyekevu sana mbele za Mungu. Yaani unatamani muda wote kumshukuru Mungu tu katika magumu, katika mazuri, katika kilio, katika furaha, wenyewe unamshukuru Mungu kwa sababu Biblia inasema kwamba mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Ndio maana nikasema nataka nifanye ibada ya live recording inayokwenda kwa jina la moyo wa shukrani. Ni ibada ya ngapi kuifanya? Na kama ushawahi kufanya tuambie ulifanya ukiwa wapi? Hii hapa ni ibada yangu mimi kama mimi, ni ibada yangu ya kwanza kuifanya. Japokuwa huko nyuma nilishawahi kushiriki baadhi ya hizi ibada lakini nilikuwa kama backups tu. Okay. Na ulikuwa unafahamika kwa jina hili ama tumeanza upya na kila kitu kimeanza upya kabisa? Yaani kwa sasa nimeanza upya, kila kitu ni kipya. Okay. Tuambie, pengine mtu anajiuliza, huyu katoka kule kaanza upya mwenyewe, kipi ambacho kimekufanya, kipi kimekusukuma kuanza upya nafasi hii ambayo Mungu ameweza kukupa? Sawa. Kwanza kwangu mimi upya ni kwa sababu Mungu alinichagua mimi kama mimi. Kwa sababu huduma ameweka ndani yangu mimi, akaniambia nataka unitumikie sasa wewe kama wewe. Sio katika kundi, sio katika sehemu nyingine. Wewe kama wewe nataka unitumikie. Ndio maana nikasema sasa kwa sababu Mungu ameniambia anataka nimtumikie mimi kama mimi, ndio maana nikaanza upya kuanzia account zangu, maisha yangu mapya, yani kila kitu nimeanza upya. Okay. Kwa niko mwenyewe sasa hivi, siko sehemu yoyote. Ulikuwa Essence? Nilikuwa niko Essence of Worship. Utofauti wa kuwa Essence na sasa hivi unaanza mwenyewe. Unajua kule ulikuwa unaongozwa, kuna uongozi, kuna utaratibu fulani ambao ulikuwa unafuata. Sasa hivi uko mwenyewe. Yaani kila kitu inabidi ukisimamia wewe kwa 100%. Tuambie ugumu, urahisi uko wapi? Ukiwa kwenye kundi ama kwenye kwaya, ukiwa unasimamiwa na mtu na wewe mwenyewe ambapo wewe ndio kila kitu, unasimama lazima vitu viende. Tuambie urahisi na ugumu uko wapi? Urahisi wa kuwa kwenye kundi ni kwa sababu kwamba kila kitu kinaandaliwa. Yaani ninapokuwa niko kwenye timu fulani, ina maana mimi sinakuwa kama niko member pale. Kwa hiyo nakuta wenyewe wameshaandaa kila kitu. Sisi tunakuja kama kushirikishwa tu. Lakini utofauti wa kuwa mimi kama mimi ndio nakuwa natakiwa niandae, nitafute director, backups, sijui nini. Kwa hiyo tofauti unakopo ni hapo. Kwamba huku unakuta kila kitu tayari kimeshaandaliwa, huku unatakiwa yani 100% kila kitu ninacho mimi mwenyewe. Kwa hiyo tofauti ni mkubwa sana. Unakuta muda mwingine hata kulala unashindwa, unahangaika kutafuta watu, unahangaika kutafuta labda musician. Kwa hiyo tofauti ni mkubwa sana. Essence imekurahisishia vitu gani ambavyo umekuja pia kuviapply kwenye shughuli yako ambayo unaianza, huduma yako ambayo sasa rasmi unasimama mwenyewe? Essence imenirahisishia vitu vingi sana. Kwanza imenipa namna ya yani kuna namna fulani ambako nilikuwa nikiishi pale, maisha ya pale, kuna vitu vingi sana nilijifunza nikiwa niko pale. Kwa hiyo hata namshukuru Mungu kwa kuwepo kwangu katika ile timu, yani ni kama Mungu anipeleka pale kama shule kwenda kujifunza pale. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi na imenirahisishia hata kama nilivyokuwa naanza hapa nijue sasa hapa nataka kuanza huduma yangu. Natakiwa nitafute director, mtu wa kwanza, lakini pia natakiwa nitafute MD. Ina maana kama ningekuwa siko pale ingetakiwa kwamba labda niende nikamuulize mtu nikafanyaje, lakini nilivyokuwa niko pale mpaka hapa ikanisaidia vitu vingi sana, yani nikawa mwepesi kuelewa kwa haraka. Kuna mazuri, kuna mabaya ambayo unazungumza hapa na unaweza kuapply kwenye huduma yako mpya. Kuna vitu ambavyo unakutana navyo vinakupa ugumu sana wakati upo kwenye kundi. Kwako huku utaviepuka vipi? Na kama unaweza kushare na sisi ukatuambia bana, wakati nipo kwenye kundi changamoto kubwa ambayo nilikuwa nakutana nayo ni hii, ambayo sasa hivi nitaje. Changamoto ni nyingi, huwezi kuzielezea kwa sababu changamoto zinapokuja muda mwingine Mungu waga ndo anapanga au zingine waga zinatokea. Kwa hiyo yani natamani sana katika namna ya kuepukana na changamoto, Roho Mtakatifu aniongoze namna ya kufanya. Kwa sababu sasa nikasema kwamba naweza nikafanya hivi, kumbe ile changamoto nisiipate, nikapata changamoto nyingine tofauti na hiyo. Kwa hiyo natamani sana kwenye kupata changamoto, kwenye upande wa kufanya maamuzi, Roho Mtakatifu anisaidie sana juu ya hilo. Sawa. Essence umekaa muda gani? Miaka 3. 2021
mpaka leo 21 22 mpaka leo 21 mpaka 23, miaka miwili siko pale. Okay. Namna ulivyokuwa ukilelewa pale Essence na ukapata uzoefu wa kutosha, ukiangalia huduma ya uimbaji Tanzania, unaona inakuwa au bado iko pale pale? Okay, kwa jinsi mimi ninavyoona kwa sasa hivi huduma ya uimbaji inakuwa kwa kasi ya ajabu, kwa sababu kama tunavyoona kuna waimbaji wakubwa, watu nimeona juzi Bella alifanya, aliwaita wale waimbaji kutoka Nigeria, Ipiana pia Zimbabwe, si ndivyo? Kwa hiyo unaona yani soko la uimbaji linazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Nafikiri nilikuwa najaribu nikuulize wewe au nimuulize director, lakini natamani kufahamu zamani tulikuwa tunaona waimbaji wa zamani walikuwa wakifanya video, lakini kwa hivi sasa tuna mabadiliko makubwa sana teknolojia ambayo imeingia sasa, hii live recording na mambo kama hayo, lakini wengine wanafanya tu kawaida kama zamani, na bado huduma yao inawafikia watu wengi. Wewe ni vitu gani ambavyo unaweza kuvitoa kule ulipokuwa ukifanya kazi na sasa wewe unaenda kuviapply kwako, kwa maana ya vifaa, matumizi ya resources ambao uko nazo, ni kwa namna gani vitakurahisishia wewe huduma yako kuwafikia watu kwa urahisi? Natamani sana hilo swali angelijibu director. Okay. I mean, unaweza kutuambia pia kwa timu ambao uko nayo, kwa maana ya director ndio mzungumzaji mkuu. Sawa, karibu sana mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Tarejea kutoka hapo alipoishia mtumishi. Kwanza tuambie, nilikukatisha hapo awali ya kwamba ulikuwa unajitambulisha, lakini kile ambacho nakifanya kwenye huduma ya mtumishi wa Mungu. Tuanzie hapo. Nashukuru sana. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, majina yangu ni Daudi Stefano, na namshukuru Mungu kwa kunipa kibali na neema kutumika na mtumishi wa Mungu Oliver katika nafasi nzima ya directing, ama kwa lugha nyepesi ya Kitanzania kabisa tunasema ni usimamizi wa mtumishi wa Mungu Oliver Amani. Okay. Sasa usimamizi katika eneo gani au katika engo ipi? Yes. Tunafahamu kwamba kazi yoyote au jukumu lolote ili iweze kuwa sanifu na lifanikiwe vizuri, unahitaji kuwa na coordination ya watu, au unahitaji kuwa na watu ambao watafikisha hiyo sehemu kutoka hatua moja mpaka nyingine. Na binafsi ukisema uifanye mwenyewe inakuwa ni ngumu. Ndio maana tunamshukuru Mungu aliweza kumtumia mtumishi Oliver kuweza kututafuta sisi pamoja na jopo lingine ambalo liko nyuma yetu kwa ajili ya kuweza kuandaa na kuratibu mchakato mzima wa ibada ambayo ataenda kuifanya hapo mbele. Nadhani tutaizungumzia vizuri. Kwa hiyo kwa kipindi hichi nimesimama katika nafasi ya directing, kusimamia taratibu zote ambazo zinahusisha maandalizi ya ibada, zinahusisha uwepo wa vyombo, zinahusisha live recording nzima, kwa sababu ibada yetu pia itahusisha mambo ya live recording. Okay. Na nikianzia hapo pia kwa namna ambavyo umesema, tunamshukuru Mungu sana kwa mabadiliko ya teknolojia hivi sasa. Yes. Kwa sababu kwa karne ya sasa kweli injili inaenea kwa kiwango cha kasi kubwa sana kupitia hizi platforms za kidijitali ama kwa njia ya mtandao. Na tunapozungumzia mabadiliko ya sayansi na teknolojia pia yanaathiri pia kwa mchango chanya katika huduma zetu sisi waimbaji. Yes. Utaangalia kwamba hapo awali waliotutangulia walikuwa wanafanya kazi vizuri, walifanya huduma zao vizuri, na kwa neema ya Mungu kwa kipindi kile waliweza kuwafikia watu au waliweza kufikia kundi kulingana na mazingira waliokuwa nayo. Lakini kwa sasa tunaweza tukasema ni neema ya Mungu imekuwa kubwa sana kwamba tunaweza kufikia mamia na maelfu kwa urahisi zaidi kutumia teknolojia zetu hizi ambazo zimekuwa. Na tunapozungumzia teknolojia ni pamoja pia na ubora na uzuri wa vifaa pia ambavyo tunakuwa tunavitumia. Okay. Kitu ambacho pia tunaenda kukifanya kwenye hili pekee ni Mungu pekee yake. Yeah. Kwa hiyo kuna hizo moments ambazo zinatokea, lakini tunamshukuru Mungu kwamba mtumishi wa Bwana hapa kuna kitu ndani yake ambacho kinamfanya awe na utayari na unyenyekevu wa kusikia. Okay. Anaweza labda asipokee kwa mara moja kwamba labda director nataka tufanye hili na hili na hili. Anaweza akachukua sekunde kadhaa au moments kadhaa akijaribu kudigest na kulitafakari. Sasa na kwa sababu kidogo tumekaa naye kwa muda mrefu, tumeweza kumtambua tayari, kujua kwamba yuko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hatujapata session nyingi sana za mikwaruzo kutofautiana sana. Hapo umezungumza na muda mrefu kidogo, lakini huu ni mwanzo mpya wa safari yake ya huduma. Amekuwa akihudumu kwenye
upande wa pili. Sasa yeye yuko kwenye upande wake hivi sasa. Ni maeneo gani ambayo mlikutana before mkafanya kazi na akaona kuna chemistry nzuri mnaweza kuendelea sasa kwenye ukurasa mpya? Kwa kazi kwa ujumla mara nyingi tumefanya kwenye chini ya kundi la kusifu na kuabudu ambao lilikuwa chini ya kanisa ambalo tumetokea pale FPC Gongo la Mboto. Lakini pia kwa namna ambayo nimekuwa nikifanya na nikiwa mtafiti wa maeneo tofauti tofauti, aliweza kuona hiyo hali iko ndani yangu. Na mimi baada ya kuona kazi zake ambazo alifanya awali, lakini pia na kupita katika chini ya mikono ya watumishi wa Mungu wakubwa na wazuri kama Essence na watu wengine wengi ambao amewapitia, tukaona kabisa kwamba kuna namna ambapo tunaweza kushirikiana na kutengeneza chemistry ambayo itatufikisha kule ambako ni kuzuri. Na ni mind kwamba ni session mpya. Na kila awamu huwa inakuja na neema yake. Yani tunasema wakati wa majilio wa sasa ni tofauti na wa kipindi kile. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba kwa kipindi hichi ni wakati sahihi na hatutatumia tu ule uzoefu ambao kwamba tulikuwa nao hapo awali. Tunaamini kwamba kwa sasa tunapata vitu vya kitofauti zaidi na neema ya wakati huu itakuwa ni kubwa na tofauti mno, na itatupa mwanga na mwenendo namna gani wa kwenda na kufikia hiyo hatima nyingine, hasa ukiangalia historia yetu ambayo tumeweza kupita. Okay. Mtazamaji, saa 10 na dakika 20, saa 11 na dakika 25 saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kutazama, hii ni live on live kutoka hapa Kurasini, jiji likiwa ni Dar es Salaam. Mimi ni Frank Lukoko, niko na watumishi wa Mungu Minister Oliver, lakini pia niko na director wake ambaye ameambatana pamoja naye. Bado tuna watu wengi sana ambao utakuja kuzungumza nao hapa. Utakuja kuwasikia hapo baadaye. Kuna backups hapa wapo wananiangalia, lakini mtazamaji, I hope utakuja kuwasikia baadaye na wenyewe wanasema nini kuelekea kwenye tukio hili kubwa kabisa la mwezi wa 10. Yes, tumerejea tena mara baada ya kwenda break fupi, na tayari ni saa 11 na dakika 35 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana, kama ndo kwanza umeweza kujiunga na sisi, unaweza kushiriki na sisi kupitia ujumbe mfupi wa maneno. Mtumishi wa Mungu yuko hapa, unaweza kumuuliza swali lako lolote lile ambalo unatamani kulijua kutoka kwake, lakini director yuko hapa pia. Una swali lolote kwenda kwa director, una kitu chochote ambacho ungetamani kumuuliza director, karibu sana. Mimi ni Frank Lukoko, hii ni live on live. Unatutazama kutokea wapi? Unaweza kutuambia. Natazama kutokea Iringa, Tabora, Mwanza na maeneo mengine ya Tanzania. Wewe tuambie uko na nani, rafiki yako, baba yako, ama mpo kama familia mnatufuatilia kwa hivi sasa. Na pitia baadhi ya jumbe ambazo umetutumia mtazamaji kwa hivi sasa. Huyu anasema, Bwana sifiwe, naitwa Kelvin kutokea Geita. Swali langu kwa mwimbaji Oliver, ambalo ni kati ya uimbaji katika grupu na uimbaji binafsi kama alivyo, ipi ni tofauti kati ya sehemu hizi mbili? Ataje na sababu. Umeulizwa swali hili na mtumishi wa Mungu kutokea Geita. Yes. Okay. Kama nilivyokuwa nimeelezea mwanzo, utofauti ya kuwa mwimbaji binafsi na utofauti wa kuwa kwenye timu. Utofauti wa kuwa kwenye timu ni kwamba unapokuwa kwenye timu unakuwa uko chini ya mtu. Kwa hiyo unakuwa wewe unafuata maagizo ya yule mtu. Akikwambia kwamba kuna 1 2 3, ina maana wewe utakuwa unafuata kile kitu ambacho yeye anakuwa anakisema, si uko chini yake. Lakini sasa tofauti kwamba ninapokuwa mimi mwenyewe ni mwimbaji binafsi, na maana kwamba kila kitu kitakuja kwangu direct. Kama ni issue ya pesa itakuja kwangu. Kama ni issue kutafuta watu itakuja kwangu. Ina maana kama nina timu, ile timu yoyote ile lazima itakuja kwangu mimi moja kwa moja. Kwa mfano kama director akitaka kufanya jambo lazima aje kwangu moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa tofauti kubwa. Lakini kama ingekuwa kama ni team, ina maana mimi nakuwa naona tu kwamba ni director na team, vitu vinaenda, kama ni ukumbi, kama ni nini, vimekuwa huko na mimi mwenyewe nimeshajitupia huko. Lakini kikija kwenye upande wangu utakuta mpaka usiku director anapiga simu, bana madam, kuna kitu hakijakaa sawa, tunafanyaje? Kwa unajikuta unachukua muda mwingi sana kwa ajili ya kuangalia ile huduma yako. Sawa. I hope kutokea Geita umejibiwa swali lako vizuri kabisa na mtumishi wa Mungu. Mwingine anasema hivi, shalom watumishi wa Mungu, samahani, naomba kumuuliza director kwamba mimi ni mwimbaji na nimekuwa nikitamani sana kufanya live recording, lakini changamoto nilionayo ni swala la pesa. Naomba nifahamu kama naweza kuingia makubaliano yeyote ili na mimi niweze kufanya huduma hii ya Mungu. Mungu awabariki sana.
director, vitu ulivyoviongea hapa imeonekana wewe ndio mshikilia hii kitu. Swali lako hili, yeye ni mwimbaji, anatamani sana kufanya live recording. Je, anaweza kuingia makubaliano na mkafanya kazi? Swali hili. Nashukuru kwa swali zuri sana. Kwanza nimpongeze mtumishi wa Mungu ambaye ana huduma hii ya uimbaji. Yes. Tunatamani kuona watu wakitumika katika engo tofauti. Na tayari kwa kujitambua kwamba ni mwimbaji, maana yake kuna kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yake. Yes. Kwa hiyo naweza nikamshauri kwamba ndugu ambaye alisema ana huduma ya uimbaji na anatamani kufanya recording, cha kwanza lazima aangalie vitu vya msingi kabla ya kufanya hii live recording. Kwanza, je, ni muda wa majilio, ni muda sahihi wa kufanya live recording? Okay. Kwa sababu kama sio muda sahihi, unaweza ukajikuta una struggle katika kupata rasilimali, kupata mambo ya uchumi, kupata watu sahihi. Yes. Kwa sababu tu hujasimama katika kusudi ambalo lilitakiwa kutimia ndani ya muda husika. Yeah. Sasa ili uweze kujua je ni muda sahihi au sio sahihi, lazima akae na muda wa kutosha sana magotini kumsikiliza Roho Mtakatifu. Je, sasa hivi nahitaji kwenda kufanya huduma ya uimbaji kwa njia live recording? Utakumbuka kuna mtumishi mmoja alikuwa akishuhudia, naweza nisimtaje kwa itifaki kwa sababu ya kiitifaki. Yes. Ilimchukua takriban miaka zaidi ya 5 mpaka 6 kuweza tu kuamua kwamba sasa nahitaji kufanya live recording. Okay. Lakini tayari alikuwa ameshasikika katika masikio ya wananchi wengi na masikio mengi sana, na alikuwa akifanya huduma maeneo tofauti. Lakini alimuuliza Mungu kwamba je, huu ni muda sahihi wa kuweza kufanya live recording? Kwa hiyo nimtie moyo ndugu yangu kwamba sio tu swala la kufanya live recording, bali ahakikishe je ni muda sahihi wa kufanya live recording. Lakini cha pili, haipingiki ni kwamba ili uwe na matokeo bora ya hichi kinachoitwa live recording, yes, lazima uwe umejipanga vizuri mambo ya uchumi. Mbali na kuwa na watu sahihi na muda sahihi, lazima upate watu ambao watafinance hivi vitu. Okay. Kwa sababu tumerejea hapo awali tulisema mabadiliko ya sayansi na teknolojia yameleta mapinduzi makubwa sana, yes, katika gospel industry na katika kufikisha huduma kwa upana. Yeah. Sawa. Au amekuelewa vizuri. Kuna mtu anapiga simu hapa. Hello? Hello? Huyu yuko tayari. Wacha tuendelee na ujumbe mfupi ambazo watu wameweza kututumia ambao wanatufuatilia. Huyu anasema Bwana asifiwe, naitwa Viki natokea Arusha. Huyo dada yuko vizuri, atafika mbali. Ujumbe wako. Amina. Kutoka kwa Viki anatokea Arusha. Nika kuona tu akajua kwamba hapa yaliomo. Yamo. Huyu anasema hivi, habari, naitwa Deisha natokea Arusha. Huyo dada na director wapo vizuri. Mungu awasaidie sana. Amen. Nyimbo zenu hizo ambazo zimetumwa hapa na watumishi wa Mungu ambao wanatufuatilia kwa hivi sasa. Asante kwa maswali yako, asante kwa jumbe zako ambazo umezituma. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia namba ya simu ambayo inapita hapo chini ya runinga yako. Mimi ni Frank Lukoko, niko na mtumishi wa Mungu Minister Oliver, lakini niko na director wake. Kuna wengine ambao bado tutarudi nao kuzungumza nao baadaye kidogo, lakini ngoja tumalizane kwanza na director ambaye ana vitu vingi. Natamani kumuuliza mambo mengi sana, lakini kwa sababu ya muda wetu, vitu vyangu nilivyo navyo natamani kumuuliza, naweza nikafika saa 1 hapa tujamaliza. Turudi kwa madam. Yes. Tunde tuzungumze kuhusiana na moyo wa shukrani. Umezungumzia kidogo hapo wakati tunafungua rasmi. Tunde tukaangalie moyo wa shukrani, namna ambavyo wewe ulisukumwa kwanza ukaita kwa nini moyo wa shukrani. Yaani hakuna majina yoyote yale, hakuna namna yoyote ile ya kuita kitu kaamua kuita moyo wa shukrani. Kwa nini ilikuwa hivi? Okay. Sababu kubwa ambayo imenifanya nikaita moyo wa shukrani. Kwanza kuna kitu ambacho nataka ukielewe ni hivi. Kuna mtu ambaye anakuwa amefanyiwa jambo, mfano kama wewe umepata kazi, si ndivyo? Unaenda kanisani, unashukuru. Unasema Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu nimepata kazi, au mwingine nimepata mke, si ndivyo? Yeah. Lakini sasa kuna baadhi ya watu kama sisi hatuwezi kufanya hivyo. Mfano kama mimi binafsi naweza nikasema niende kanisani sio nikasema Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu labda nimepata mtoto, siwezi, si ndivyo? Lakini naweza kumshukuru kumpa ibada yangu. Kwa nilipojua na mimi niko hivyo, nikajua kuna watu wengi wako hivyo nyuma. Kuna watu wengi wamefanya mambo mengi na Mungu, lakini hawana nafasi ya kujielezea mbele za watu, lakini nafasi yao ipo kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kumpa ibada, yani siri, yani kati yeye na Mungu. Kwa hiyo maana nikasema nitaandaa ibada, lakini ibada hii itaenda kwa jina la moyo
wa shukrani. Kwa hiyo mimi nina moyo wa shukrani. Kama na wewe una moyo wa shukrani pia, na kukaribisha hiyo siku uje kwa pamoja tumshukuru Mungu, tumpe ile ibada yetu kamili, kwa sababu yeye anastahili kushukuriwa. Okay. Moyo wa shukrani utafanyika wapi, saa ngapi na lini? Moyo wa shukrani tutaifanya pale panaitwa Restoration Bible Church Ukonga. Itafanyika mwezi wa 10 tarehe 24. Itakuwa ni kuanzia saa 11 mpaka, kwa sababu itakuwa ni usiku ndo tutaanza kupanda pale. Kwa hiyo mpaka saa 6 hivi tutakuwa tumeshamaliza. Okay. Yep. Kuna watumishi wa Mungu wangapi ambao watakuja kuhudumu? Nani ambaye tunamfahamu atakwenda kuhudumu pale? Ratiba yako inasema waimbaji wangapi ambao unatamani kuweza kuwashirikisha katika siku hiyo ya moyo wa shukrani? Okay. Kwa waimbaji ambao tutakuwa tunafanya nao collaboration, wa kwanza atakuwa ni Henry Kim Muruma kama unamfahamu. Yes. Lakini pia yuko na Rita Komba kama unamfahamu. Yeah. Na kuna wengine bado tupo kwenye mazungumzo nao pamoja na director. Kwa hiyo kama watakubali pia tutakuwa nao. Okay. Lakini tunatamani pia washiriki kama wanatusikiliza hapa. Okay. Yeah. Sawa. Kuna mmoja hapa pia ameendelea kutuma ujumbe mfupi ambao wanatufuatilia. Maswali ni mengi, sijui kwa sababu ya kile ambacho umekizungumza, najaribu sana kufikiria. Lakini huyu anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Michael natokea Dar es Salaam. Swali langu kwa director, nini tofauti ya live record na capturing? Nini tofauti ya live recording na capturing? Nashukuru. Kidogo terminolojia ama maneno ya Kiingereza yako direct moja kwa moja. Tunapozungumzia swala la live recording, yes, ama ni tunasema kulichukua tukio mubashara kabisa, tunahusisha swala zima la kuwa na backline, swala la kuwa na PA system, swala la kuwa na audio engineering, swala la kuwa na video production ama video engineering. Sasa baada ya kuwa na hivi vitu au professions za hawa watu, tukio zima linachukuliwa kwa kutumia vifaa vya kiteknolojia, mfano cameras pamoja na vifaa ambavyo vinatoa muziki kwa njia ya output. Yes. Likishachukuliwa pale, haliishiwi tu kuchukuliwa, linaenda kufanyiwa mchakato wa kuchanganywa, au kuna kitu kinaitwa mixing, ambapo mtu wa audio atamix ile sauti ambayo imechukuliwa kutoka kwenye PA system kuingia moja kwa moja kwenye amplifiers ambazo ni mixers, na ikaingia moja kwa moja kwenye computing system, ambayo mwisho wa siku tunapata sauti maridhawa kabisa. Na baada ya hapo lazima huyu mtu wa audio alingane kisanifu na mtu wa video, kwa sababu itakumbuka kwamba tunapokuwa tunafanya video recording hizi ambazo which is literally live recording, itahusisha ukusanyaji wa matukio tofauti tofauti. Sasa lazima haya matukio yote, kwa sababu ya kiitifaki ya muda na kukamata maudhui kwa usahihi, hatuwezi kuyaweka yote. Okay. Kwa hiyo lazima tuende kuyafanyia mixing. Katika kufanya mixing lazima tupate kitu ambacho ni kizuri, kuanzia mambo ya graphics kama muonekano, lakini pia lazima tupate tokeo ambalo ni bora, ambalo litaendana pia na sauti ambayo ilimixiwa na mtu wa audio. Sasa tukishapata vile, ndio tunakuja kupata kitu kizima ambacho kinaitwa live recording. Lakini issue ya capturing kitaalamu inaweza kuishia katika tu uchukuaji wa maudhui husika, bila kuyafanyia either mixing na bila kuyatolea matokeo ya moja kwa moja. Okay. I hope swali hili limejibiwa vizuri kabisa. Mimi mwenyewe nimeridhika. Huyu mwingine anasema hivi, Shalom, sijui kama ambaye ameuliza swali hili ameridhika vizuri. I hope utakuwa umejibiwa kwa usahihi kabisa. Shalom watumishi wa Yesu, kuna kitu nimepataka kujua kupitia kwenu. Mbarikiwe sana. By Witness Mungure kutokea Arusha. Abarikiwe sana huyu ambaye ameweza kushiriki na sisi na kutujuza kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza muda huu. Na mambo mengi sana natamani kuuliza director, lakini kwa sababu ya muda wetu sio rafiki sana. Na vitu vingine ambavyo anatakiwa kuvimalizia mtumishi wa Mungu hapa. Lakini kwa director, wa shukrani. Vitu gani ambavyo mmeviandaa, vifaa, arrangement, ni ratiba ikoje kwa upande wako kwenye profession yako? Tunashukuru. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutupatia muda wa kuweza kukamilisha hili tukio, kwamba tarehe 24 Oktoba kwamba tutafanya hili jambo ambalo lilitupa uwanja mpana kidogo wa kuweza kuwa na maandalio ambayo ni sahihi na stahiki sana, kwa sababu
dhima ama kitu ambacho tumekizingatia katika management yetu ni kupata ubora. Mungu wetu pia anapenda faida na Mungu wa ubora. Kwa hiyo hatukuangalia tu kwamba tukamilishe hili tukio, tulihitaji kulikamilisha katika ubora na viwango vikubwa ili mwisho wa siku utukufu uweze kurudi kwa Mungu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa habari ya watu wa audio production, lakini pia na watu wa video production. Tumetamani na tumeadhimia kuwa na latest kind of instrument ambazo zitaweza kutumika, na mpaka hivi sasa tumeshafanya mazungumzo na watu kadhaa ambao ni wazuri sana kwa sababu ya kiitifaki, kwa sababu wao wanalinda pia brands, na mazungumzo yaliyo nyuma ya meza naweza nisiwataje mbele ya kamera hapa, lakini niwahakikishie tu kwamba itakuwa ni production moja ambayo ni nzuri sana na itarudisha utukufu kwa Mungu. Lakini pia tunaendelea na masuala mazima ya ratiba nzima za rehearsals ambazo tumejiandaa vizuri kabisa. Tunafanya katika maeneo ambayo ni mazuri, yana latest vifaa. Watumishi wa Mungu siku hizi wana hubs nzuri sana ambazo kwa binafsi zinatusaidia sana katika kufanikisha hayo. Zinawapa walimu wetu urahisi wa kuweza pia kufundisha na kuweza kumsaidia mtumishi kutoa mambo hayo. Lakini pia tumeandaa kwa habari ya venue ambayo ni kanisa kama alilolitaja mtumishi hapa, Restoration Bible Church. Iko pale, tumeazimia kuwa na decors ama mpangilio mzuri wa namna ambayo tutaweza kufanya capturing. Kwa hiyo kuanzia kwenye madhabahu, kwenye huku hostess, na kila mmoja atakayefika pale hatafika tu kumshukuru Mungu kwa njia ya ibada, lakini pia atamshukuru Mungu kwa njia ya mazingira, kwa sababu itakuwa ni namna ya tofauti sana. Kwa hiyo ningependa tu kukaribisha kwamba najaribu kuchukua hiyo picha ya yale ambayo unazungumza. Kwa neema Mungu tu itakuwa ni kitu cha kitofauti sana. Sawa. Mimi nashukuru sana. I hope tumemalizana na wewe. Natamani kumleta MD hapa naye atuambie kwa upande wake. Muda wetu sio rafiki sana, atatumia kama dakika 3-4 hivi ili tuweze kumalizana kabla hajamaliza hapa madam. Mtazamaji wa Habari Maalum TV, endelea kutufuatilia, tunakwenda break fupi, tutarejea hapa na mtumishi wa Mungu ambaye yupo pia na Minister Oliver. Baki na sisi, usiondoke. Mimi ni Frank Lukoko na hii ni Live on Live. Na moja toka ilipofika saa 11 kwenye saa la pili la Live on Live. Leo tuna baraka kubwa sana, tumekwenda break fupi, tumerejea hapa, tuko na MD wa mtumishi wa Mungu. Tuna maswali naye ambayo tunataka atuambie pia kwa upande wake namna ambavyo atakwenda kushiriki katika zoezi hili kubwa na anaunda vipi timu hii ya mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye hapa. Kuna lolote ambalo unapenda kumuuliza mtumishi wa Mungu, yuko hapa, atatuambia kwa urefu zaidi. Endelea kubaki na sisi, tumebakiwa na dakika kama 8 hivi ili tuweze kuondoka hapa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Habari za wakati huu? Ni njema kabisa. Tuambie kwa kufupi, wewe ni MD wa mtumishi wa Mungu, kazi zako na kwa nini uliamua kuchaguliwa? Kwa nini alikuwa na wewe na sio wengine? Kwanza kabisa kwa majina mimi naitwa Joseph Baraka Masembo. Kwa neema ya Mungu ni MD wa Madam Oliver na ni MD pia wa project hii ya Moyo wa Shukrani. Naweza kusema kwamba sio kwamba mimi ni mzuri sana labda au namna gani vipi, lakini kunichagua mimi kuwa music director, wote tunasema kuelekea kwenye Moyo wa Shukrani tunakwenda kubarikiwa. Natamani sana kuelekea kwenye Moyo wa Shukrani kidogo kwa kile ambacho umekiandaa, tupate ile ladha ya kile ambacho tutakwenda kukiona kwenye Moyo wa Shukrani. Sawa. Nikisema nitoe mali zangu, nitoe vitu vyangu, sitaweza kukulipa Mungu wangu kwa yale umefanya. Nikisema niimbe asubuhi, mchana na jioni, sitaweza kumaliza wema wako ulionitendea. Hivyo nasema asante Bwana, ninasema asante asante Bwana kwa yale uliyofanya
umefanya. Bwana ninakushukuru sana wewe. Oh Bwana asante. Asante Bwana Yesu. Ninasema asante kwa yale ambayo umefanya maishani mwangu Bwana. Yesu ninakushukuru sana wewe. Oh, asante Bwana. Jamani ambao mmetufuatilia leo, I hope kwamba mimi mwenyewe pia nimebarikiwa sana, kwa sababu mtumishi wa Mungu sijui kaja na yani una mafuta ya kutosha. Sawa, ambao mmetufuatilia kuanzia pale saa 10 kamili za jioni mpaka muda huu tukiwa tumebakiwa na dakika 3. Madam, una lolote la kuwaambia watazamaji wetu ambao wametufuatilia na kuelekea kwenye moyo wa shukrani? Kitu ambacho nataka niwaambie, hiyo tarehe wasikose kuhudhuria, lakini pia wasiache kutuombea, wasiache kutufuatilia kwenye akaunti zetu za YouTube, Instagram na Facebook. Lakini kikubwa zaidi na wakaribisha sana, anaposikia hii taarifa amwambie na mwenzie, jamani kuna mwimbaji mwingine tumeanza kumsikia, amekuja na ibada ya moyo wa shukrani. Nadhani watabarikiwa sana. Wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii kama nani? Official Oliver Amani. Okay, umesikia jina la mtumishi wa Mungu kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, ukienda YouTube, ukienda TikTok huko, si ndio? Yes. Kote huko unampata kwa jina moja tu la Minister Official Oliver Amani. Oliver Amani unampata kwa jina hilo. Nenda pia YouTube kwa sababu kuelekea mwezi wa 10 vitu vyote vitaanza kutoka. Kwa hiyo wewe andaa simu yako, najua iko vizuri, una bando la kutosha, tuna muda wa kutosha, maandalizi ni mengi. Kwa hiyo updates na matukio mbalimbali yatafuata kwa ukubwa zaidi. I hope hapa ni maeneo sahihi sana, au ni eneo sahihi sana la wewe kuendelea kupata update kuelekea kwenye moyo wa shukrani. Mimi niwashukuru sana, mbarikiwe kwa kufika kwa siku ya leo. Amina, barikiwe pia. Watu wengi wanatamani kurudi kwa mtumishi wa Mungu director, lakini I hope tutakuwa tena next time. Sawa, kwa sababu muda wetu pia sio rafiki. Mimi niseme na shukuru. I hope huu ni mwanzo tu wa yale ambayo yanaendelea. Next time tutakuja kwa ajili ya kuendeleza hapa tulipoishia. Huu ni mwanzo tu. Mimi ni Frank Lukoko, tumekuwa wote kwa muda wa masaa mawili. Bye bye. Endelea kufuatilia Habari Maalum TV, endelea kutufuatilia kwenye platform zetu za kijamii, endelea kutufuatilia kwenye kurasa wetu wa YouTube. Tunatumika kama Habari Maalum TV.